Hello, asalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Gavoo TV, na hii ni Sports All. Hapa tupo maeneo ya Jangwani, tumekuja kupiga swaga au story kidogo kuhusiana na michezo. Ukiangalia sakata kubwa linaloendelea hivi karibuni la kimichezo kuhusiana na klabu mbili hizi kubwa za Simba na Yanga kutokana na mchezo ambao uliahirishwa toka tarehe 8 mwezi wa pili kutokana na sababu ambazo zilitolewa au taratibu ambazo zilitolewa na klabu ya Simba kusema kwamba walinyimwa uwanja na timu ya Yanga kufanya mazoezi, zikaahirisha mchezo. Mpaka leo hii jambo hili halijatolewa mwafaka, na hapo jana kumepata kuwa na swala zima la mkutano lilotishwa na Mheshimiwa Waziri kufanya mwafaka au kwenda kuzungumzia dondoo 2-3 kufikia mwafaka kuhusiana na swala hili la timu hizi mbili. Nipo hapa maeneo ya Jangwani kuzungumza na wadau wa soka katika eneo hili, walielezea kufasaha wao wanaonaje mtazamo wa Mheshimiwa Waziri kuitisha bodi ya ligi, TFF pamoja na timu hizi mbili katika mkutano mmoja kuweza kuzungumzia kinaga ubaga nini kifanyike. Langu jina ni Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas ambaye nakuletea mahojiano haya. Bana, mambo vipi? Fresh. Wazima kabisa. Wazima. Kutokana na mkutano ambao umefanyika kwa siku ya jana, kwa upande wenu nyinyi mkizungumza kama wadau wa soka, mnalizungumziaje hili swala ambalo Mheshimiwa Waziri ameitisha, na baada ya hapo inaonekana kuwa na vikao endelevu ili kufikia mwafaka? Kwa upande wako wewe mzee, unalizungumziaje? Mimi nafikiri waziri wizara imetumia busara kumtumia waziri, lakini waliokuwa wamekwisha faili walimalize wenyewe ni bodi ya ligi na TFF. Sasa baada ya kufeli wakaona waende kwa wizara, lakini kila kitu kilikuwa kiko wazi toka mwanzo. Kwa sababu bodi ya ligi na TFF yake inaonekana na bezi kuibeba timu moja katika hizi timu mbili kubwa, kwa sababu kanuni inasema kanuni inasema kama kuna watu walifanya fujo, wana sheria yao ya adhabu yao. Ndio. Lakini sio kwamba mechi isichezwe. Na kwa uzoefu wangu wa muda mrefu, Yanga na Simba hivi karibuni huwa hawajawahi kucheza mechi, naamini kufanya mazoezi ya dakika 40 ya ile siku ya kwanza. Wote wanaingia kwenye mechi. Hata mechi iliyopita ambayo Yanga alikuwa mgeni, hakufanya mazoezi na hata Simba hakufanya, lakini tulienda kwenye mechi tukawafunga. Mimi nafikiri mechi ikachezwa na tukawatandika kama kawaida. Ndio. Labda hapo kwa upande wako unasemaje brother kuhusiana na kitu kilichotokea jana? Limeonekana kuwa ni busara kumuita Mheshimiwa Waziri kufanyia mwafaka. Unadhani bodi ya ligi na TFF wanaonekana kuwa wazembe katika kusimamia kazi zao, au kuna jambo ambalo wanalitaka kulifanya ili kuokoa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania? Mimi nafikiri moja kwa moja ukilitazama kwa hili jambo ambalo busara imetumika na kiongozi mwenye dhamana ya habari Profesa Kabudi, kwamba kuwaita viongozi wa pande zote nne, tukimaanisha TFF, bodi ya ligi, Yanga pamoja na Simba, kwamba ni kiasi gani bodi ya ligi pamoja na TFF wameshindwa kutimiza majukumu yao. Kwa sababu wangekuwa wameweza kutimiza majukumu yao, sidhani kama waziri mwenye dhamana ya habari angeweza kuwaita. Kwa kuwa ameshaona kuna mapungufu, ndio maana ameamua busara sasa. Ametumia busara kuwaita, njoo tuzungumze. Na yeye nadhani lengo la kuwaita asikie pande zote nne nini kinazungumzwa. Kwamba kwa nini Yanga amekuwa amesimama kwenye kudai haki yake, na ingali majibu ya bodi ya ligi toka amesimamisha mchezo ni siku nyingi mpaka sasa hivi. Ni siku nyingi, nadhani takribani siku kama hazipungui 20. Hazipungui siku 20. Sasa je, kwa nini imekaa kimya? Na Watanzania hiari waliutaka ule mchezo kwa hali na mali. Kuna gharama walizitumia. Kuna watu walikata tiketi zao. Hawana majibu mpaka sasa hivi. Tiketi zitarudishwa fedha au namna gani watapata haki yao ya msingi katika mchezo? Tumekuwa hatuna sintofahamu. Ndio maana waziri ambao au tuseme serikali yetu ni sikivu na wapenda wananchi, na kwamba ndio maana wakaamua kuitisha. Sasa mimi ninachokitazama kwamba either kwamba kwa sababu Yanga najua jana alipeleka document au taarifa zake kamili nini wanachokingangania, na Simba pia watakuwa walipeleka maelezo yao, pia bodi ya ligi walipeleka na TFF walipeleka. Kwa nini ili jambo linachukua muda mrefu? Kila mtu anapima pale. Sasa mimi nategemea inaweza ikatumika busara. Inaweza ikatumika busara, sio sheria wala kanuni wala taratibu za nini za kimchezo, ila busara inaweza ikachukua nafasi yake, kwamba huu mchezo tukumalize kibusara. Mimi nadhani kwamba kama watatumia busara, kwa sababu sisi wa Tanzania
ni watu ambao tunapenda kusikiliza pia. Umeona? Lakini tunachotaka busara hiyo ije na majibu. Sisi kama wana Yanga, busara hiyo ije na nini? Na majibu, kwamba ni nani aliyepelekea mchezo ule kuahirishwa. Ni nani aliyepelekea mchezo ule uahirishwe, na ni nani alitenda kosa. Maana tunapotaka sisi atujue aliyetenda kosa, na sisi ndo tukubali kwamba kama ni Yanga tulitenda kosa, tujue kwamba tumepita kwenye mkondo wa busara, kwenye maamuzi ya kibusara, lakini sisi tulikuwa tuna makosa, na makosa yetu ni 1, 2, 3. Kama ni klabu nyingine ambayo tunashinda nayo, Simba, nayo ijulikane Simba alifanya makosa yake alifanya 1, 2, 3. Kama ni bodi ya ligi tujue, maki hapo sasa lazima tuviweke wazi, kwa sababu Simba ndo mtu wa kwanza kutoa taarifa, haleti timu uwanjani, akishinikiza bodi ya ligi kwamba mpaka haki yake ya msingi ifanyaje, ipatikane. Na haki ya msingi anayodai ni ya kwamba kunyimwa haki yake ya kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni. Watanzania wote tunajua makosa ya kikanuni yanahukumiwa au yanatatuliwa kikanuni. Make kama yeye alinyimwa ile haki yake ya kufanya mazoezi, ilitakiwa iandikie taarifa bodi ya ligi au TFF kwamba mimi nimenyimwa haki yangu 1, 2, 3. Whether matokeo nitakayoyapata siku yategemea. Bodi ya ligi ingekuja na uchunguzi na kurudi na majibu. Sheria za hukumu ziko wazi kikanuni. Adhabu kwamba labda timu mwenyeji asipopata haki yake, adhabu yake sinaeleweka, ni milioni 2 mpaka milioni 5. Kwa nini kama bodi ya ligi isingejikita hapo? TFF kwa nini isingejikita hapo? Ikapelekea kuingia hasara kubwa, kuwafanya Watanzania wapate hasara kubwa, kuahirisha mchezo. Nataka niseme kwa faida ya Watanzania, kuna sababu kuu 3 zinazopelekea kuahirisha kwa nini kwa mechi. Kuna sababu kuu 3 na ambazo FIFA ameziainisha. Ya kwanza, mabadiliko ya hali ya hewa. Maanisha mvua hapo. Mvua, uwanja kujaa maji au barafu iliyozidi kiasi, kwamba lazima mechi itafanyaje, itaahirishwa, au upepo mkali. Mwenyewe mvua inayoambatana na upepo mkali inaweza ikapelekea mchezo kufanyaje, kuahirishwa. Hiyo haipingiki. Kwa mfano mchezo wa Singida na Yanga wa kirafiki, wote mlishuhudia mchezo ule wa kuisha ulishia dakika 57 kwa sababu mvua na upepo mkali uliopelekea kuahirishwa kwa nini kwa mchezo ule. Sababu ya pili, wameainisha kifo cha kiongozi mkuu au waziri mkuu katika nchi. Hiyo inaweza ikapelekea nini, kusimamishwa kwa mchezo. Sababu ya 3 ni issue ya usalama, na ndo hapo sasa kumekuwa na maneno mengi. Mpaka sasa hivi wameacha tunalumbana mashabiki, wametuachia kesi sisi mashabiki. Viongozi hao wanasimama nasema kwa sababu ya issue ya usalama kuna viashiria vya rushwa. Umenielewa? Sasa nataka niulize, issue ya usalama aliyetakiwa kutolea kwamba usalama ni mdogo ni nani? Ni wao wenyewe, bodi ya ligi watakiwa simamia. Si kweli. Issue ya usalama inayopelekea kuahirishwa kwa mechi imeainishwa pale kwamba machafuko yaliyozidi kiasi mpaka vyombo vya ulinzi au vyombo vya usalama vikashindwa kudhibiti machafuko hayo, ndio inapelekewa mechi kufanyaje, kusimamishwa. Je, kulikuwa na machafuko ya namna hiyo? Vyombo vya usalama viliripoti kwamba vimeshindwa kudhibiti machafuko hayo? Kuna usalama mkubwa sana. Usalama ulikuwepo. Kwa hiyo ni dosari ya bodi ya ligi kuingia mkenge kuisikiliza Simba. Na pia vile walisema kwamba watatoa uchunguzi, watafanya uchunguzi ambao utakaoleta majibu sahihi. Na hapo pia limetokana jambo kukaa kimya mpaka sasa hivi. Mpaka mkutano unaitishwa hakuna uchunguzi ambao mlopata wowote. Nitalitolea sio muda mrefu. Namalizia hii hoja, half then natolea hiyo hoja yako. Nataka nikwambie issue ya rushwa, viashiria vya nini? Vya rushwa. Anayetakiwa kusimama na kusema ile game ilikuwa na viashiria vya rushwa ni nani?
Ni TAKUKURU. Umenielewa? Ni TAKUKURU kwamba huu mchezo una viashiria vya rushwa. Sasa kuna TAKUKURU wamesimama kusema? Sijaona. Vyombo vya ulinzi na usalama vimesimama kusema kwamba kulikuwa na machafuko wameshindwa kudhibiti? Hapana. Kwa hiyo unatambua tayari ni nani alikuwa ameisababisha hii game kuahirishwa kwa hiari. Umenielewa? Tunakuja kwenye hoja yako ya kwamba ulikuwa umeuliza kwamba uchunguzi. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja. Unaenda kuchunguza nini? Unaenda kuchunguza nini wakati umeshatolea taarifa? Umeshatolea nini? Taarifa ya kwamba Simba hakutoa taarifa kwa timu mwenyeji. Simba hakutoa taarifa kwa meneja uwanja. Simba hakutoa taarifa kwa mechi commissioner. Unaenda kufanyia uchunguzi gani? Hiyo kitu unaenda kufanya uchunguzi gani hapo, naomba nijue. Jibu huna. Na je, kwa picha ambazo au video zilizoonekana za awali ambapo Simba waliripoti kama ushahidi, kuna geti lolote lilikuwa wazi? Kuna geti lolote lilikuwa wazi pale Benjamin Mkapa? Tunavyosema mtu amemzuia mtu kufanya jambo lake, tunamaanisha nini? Kumkinga kabisa, yani kwa maana kwamba mnakuepo pale na mnaleta haki za kutosha. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Naomba nikupe mfano. Wewe una duka. Umemweka mlinzi. Funguo unakaa nao wewe. Mtu anakuja anakuambia umefunga duka lako, umelala nyumbani, uko na funguo zako, unajua duka mtu anakuja analeta malalamiko kwamba nilikuwa naingia dukani kwako, mlinzi kanipiga au kanijeruhi. Wewe utaenda kumhukumu mlinzi au utamwona aliyokuja kuletea mashtaka hana akili? Alileta mashtaka. Sababu duka nimelifunga, haliko wazi. Haliko wazi. Halafu kapigwa na mlinzi wako kwamba alikuwa anaingia dukani. Inamaanisha wewe unataka kufanya wizi. Umenielewa? Si umenielewa vizuri? Sasa nataka nikuulize. Funguo za uwanja au funguo wa mageti ya Benjamin Mkapa anakaa nazo nani? Anakaa usimamizi wa uwanja na bodi ya ligi wanaangalia mambo kama haya. Ngoja naomba niulize. Ule uwanja ni wa Yanga? Sio wa Yanga. Ule uwanja ni wa Simba? Sio wa Simba. Ule uwanja ni wa nani? Wa serikali. Wa serikali. Anayekaa na funguo ni nani? Umenielewa? Meneja uwanja. Meneja ndo anakaa na nini? Na funguo. Sasa kama meneja uwanja alikuwa hana taarifa, Simba alipataje kuzuiliwa? Kama meneja uwanja alikuwa hana taarifa ya kwamba Simba anaenda kufanya mazoezi pale, alipataje kuzuiliwa? Asante sana kwa hoja zako. Sasa ndo tunavyosema kwamba Simba huu mchezo waliupanga kwamba lazima usichezwe, na bodi ya ligi wakakubaliana na maamuzi ya Simba. Mimi ndio maana nasema bodi ya ligi ni Simba. Hamna imani nayo hata kidogo. Bodi ya ligi ni Simba. Umenielewa? Nimekuelewa. Maana mwenye maamuzi ya soka Tanzania ni Simba. Sio vilabu vingine, sio bodi. Mwenye mamlaka na kuongoza na kulisemea soka la Tanzania ni Simba. Sio kama tunaelewana vizuri? Maana yeye alitoa taarifa saa 8 usiku. Sileti timu katika mchezo huu. Ilitimia kutimia. Sasa kama ilitimia, ni nani mwenye mamlaka na soka hili la Tanzania? Nani mwenye mamlaka na soka la Tanzania? Yeye angetoa malalamiko. Tusikilize bodi ya ligi inasema nini. Ila alitoa matamshi ya moja kwa moja kwamba sileti. Bodi ya ligi yenyewe inakaa na muhuri, ikaidhinisha, ikagonga barua ya Simba kwamba usipeleke, tumekubaliana. Umenielewa? Na taarifa ilivyokuja kutoka ya kwamba mchezo umeahirishwa, ilitoka kwenda kwa Yanga, ilitoka kuja kwa umma. Umenielewa? Ilitoka kuja
Yanga ni umma. Yanga ni nini? Ni club ambayo ilitakiwa ipewe taarifa. Tunaahirisha mchezo kwa sababu 1, 2, 3. Viongozi wa Yanga wakae pamoja na bodi ya ligi, pamoja na viongozi wa Simba. Je, sababu hizi zina mashiko za kuahirisha mechi au la? Make Yanga hakuhusishwa. Mnaona Yanga anachokidai ni sahihi au sio sahihi? Sahihi. Sababu nataka kurejea kidogo huko duniani ambako tunazungumzia mpira ambao umeendelea. Tukianzia hapa hata katika bara letu la Afrika kuna dabi ambayo nyingi sana zimetokea hapo, nikizungumzia Zamalek na Al Ahly. Tatizo lilotokea lilikuwa kama hilo la kwetu, lakini imeonekana shirikisho la mpira kwao limesimamia na kuitoza faini Al Ahly na pia kuwapiga adhabu ya kuwanyima pointi 3 na kuwapatia Zamalek. Unadhani sisi tunapokwamia ni wapi tunashinda kufikia huku mpaka wanaonekana Simba ndo ana mamlaka zaidi kushinda timu zingine hapa katika nchi yetu? Mimi nafikiri kwamba shida inayokuja kwamba hatuna viongozi wa mpira wenye kusimamia sheria, kanuni na taratibu. Ndio maana inafika sehemu vilabu vinakuwa vina nguvu. Tungekuwa na viongozi bora wanaojua mpira, haya yasingetokea. Ila kwa kuwa hatuna viongozi bora wa kusimamia sheria, kanuni na taratibu, ndio maana haya mambo yanatokea. Najua tulitakiwa tujiulize, sisi hapa ni dabi ya 7. Ni dabi ya 7 kuahirishwa mpaka juzi tarehe 8. Dabi kutenda kosa si kurudia kosa. Fuatilia vizuri, nitarejea mwaka mmoja ambayo mechi iliahirishwa kama hivi. Ilitolewa taarifa Yanga mnafika uwanjani mnaambiwa mechi saa ngapi? Saa 11. Simba anasema yeye mechi saa 1. Unaweza ukalirejea hili ukaliona lina usawa ndani yake? Nataka nikwambie kwa faida zaidi. 2021 mchezo mwenyeji alikuwa Simba. Umenielewa? Mwenyeji alikuwa nani? Simba, na mchezo ulipangwa kuchezwa saa 11. Na turejee kwenye kanuni. Timu zinatakiwa ziripoti uwanjani saa ngapi? Kwa mujibu mechi ikiwa saa 11, kuanzia saa 8 kurudi nyuma mpaka saa 6 mnatakiwa muanze kusogea ili kujipa mazoea na uwanja. Tunasema kuzoea pitch kwa namna moja ama nyingine. Ipo hivi. Wanasema kikanuni timu inatakiwa iripoti uwanjani masaa mawili kabla hiyo imefika uwanjani. Masaa 2 kabla timu hiyo imefanyaje? Imefika. Nataka nikuambie taarifa ilitoka saa 8 mchana. Taarifa ilitoka tena sio ikienda kwa Yanga, kwa umma. Taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma. Tunajulishwa sisi ndo umma. Ndio tunajulishwa kwamba mchezo umebadilishwa muda. Unaenda kufanyika saa ngapi? Saa 1. Kama tunajua timu inatakiwa ifike masaa 2 kabla, make timu inatakiwa zifike saa 9 pale Benjamin Mkapa. Zifike saa ngapi? Saa 9. Mchezo saa 11. Saa 8 taarifa inatoka Yanga akiwa wapi? Umenielewa vizuri? Make Yanga anasoma ile taarifa yuko wapi? Njiani anaelekea wapi? Taifa. Na watu washafika tayari. Umenielewa? Yanga kuripoti saa 9 hapa. Na kanuni zinaelekeza ukichelewa kuna adhabu yake. Inafahamika sasa. Umenielewa? Ndio. Ukichelewa kuna adhabu yake. Sasa Simba alipata wapi hiyo taarifa ya mabadiliko? Na ingali tunajua sheria inasema mabadiliko ya muda ikiwa imechelewa ni masaa 12 na kuendelea. Masaa 12 na kuendelea. Umeelewa? Yaani 12 emergency. Kwamba bwana jamani hili jambo lilotokea ni zito, halina namna. Sawa. Tunaomba mabadiliko ya nini? Sio kama mnanielewa vizuri. Sasa unakuja kuangalia. Je, yale masaa 12 yalikuwa yamefika?
Hapana. Nani alikuwa sahihi? Yanga ilikuwa sahihi. Na ripoti saa 9 ikafanya warm up mpaka muda wa mchezo timu ya Simba haijafanyaje? Yeye Yanga anaondoka uwanjani, yeye ndo anafika. Anasema anasikiliza wenye mamlaka. Kuna mtu yuko juu ya sheria? Kuna mtu yuko juu ya sheria? Kanuni na sheria hauruhusiwi kuacha sheria. Umenielewa? Sasa atuambie kwamba hiyo sheria au hiyo kanuni yeye aliitoa wapi, au hiyo taarifa yeye aliitoa wapi? Aliitoa wapi? Umeona soka linavyoendeshwa kiuni? Ndio maana Simba sasa hivi anapata jeuri ya kwamba mimi ndio mkubwa, mimi ndio mwendesha ligi, bila mimi hamna kinachofanyika. How KMC atasema? Nataka nikuulize, nikupe mfano mwingine mzuri sana. Unakumbuka kuna mwaka Simba alikuwa anasafiri kwenda kucheza na Kagera, na alifika Kagera akaripoti wachezaji wake 4 wanaumwa mafua. Ule mchezo ulichezwa au kuchezwa? Ule mchezo uliahirishwa ukapangiwa tarehe nyingine. Kwa sababu ya Simba wachezaji wangapi? 4 wanaumwa nini? Mafua. Wewe tulia, nataka nikupe mambo. Nataka nikupe mambo. Umenielewa? Azam anacheza Tabora msimu wa kwanza, anaingia ligi kuu Tabora. Umenielewa? Azam anacheza na Tabora. Ile game Azam Tabora alicheza na wachezaji wangapi? Mechi ya kwanza kabisa. Ndio. Wachezaji takriban 7. Umenielewa? Wachezaji 8. Wawili wakapata injury. Kikanuni ya mchezo nasemaje? Ilitakiwa waahirishwe pale. Maana wale wachezaji wako pungufu zaidi. Si kweli? Ule mchezo ulichezwa dakika 90. Azam akaondoka na ushindi wa magoli 4. Fai Toto anafunga yale magoli. Ile iliyoathiri kiasi gani Tabora? Kiasi kikubwa. Je, Tabora alicheza na wachezaji 8 uwanjani, tuseme 8. Maana ambao walianza game, wachezaji 8. Kwa sababu ya wachezaji wengine kukosa vibali. Umenielewa? Vya kazi. Na wakalazimishwa mchezo kufanyaje? Kuchezwa wakiwa pungufu. Je, hawa wachezaji 4 wa mafua kwa nini walipelekea kuahirishwa kwa mchezo? Na timu inatakiwa kusafiri na wachezaji wangapi? Mimi kusafiri na wachezaji wangapi mimi sijui. Hiyo ni mipango ya klabu. Lakini timu inasajili kuanzia wachezaji 28 kuendelea. Maanisha sabu hapo. Ndio maana nataka niseme. Ndio maana nauliza. Umenielewa? Ndio. Timu inatakiwa kusajili wachezaji ngapi? 28 na kuendelea. Sasa ndio maana nauliza. Wachezaji 4 kwa nini walipelekea kuahirishwa kwa mchezo? Kwani wachezaji wengine wasingeweza kucheza? Jibu linakuja ni busara. Jibu linakuja busara. Si unanielewa? Jibu linakuja ni busara. Kwa Tabora na Azam busara haikutumika. Nataka nikwambie hapo tena. Sawa. Unakumbuka sisi Yanga kipindi tunapitisha bakuli. Tunaenda kucheza Mbeya. Benchi tuko na sabu ngapi? Kwa maximum niliona benchi liko na watu waliokaa pale. Hawakuzidi hapo. Na kanuni inasemaje? Wachezaji pale benchi watakuwa kuanzia watu 7. Umenielewa? Kuanzia watu 7? Lakini kwa nini hawakutumia kwamba bwana hapa tutumie busara? Yanga yuko katika wakati mgumu. Msicheze. Si mnanielewa vizuri? Msicheze. Sawa. Akatuambia tufanyaje?
Mcheze. Na mwisho wa siku tulikuwa tunapitia wakati mgumu. Tunashinda, tunasema asante Mungu. Sasa tunarudi kwa wao wenzetu. Mbona mambo yakiwa yako tofauti kwao wanalazimisha tutumie busara? Yakiwa tofauti kwenye vilabu vingine Hayatumie. sheria ifuatwe. Why? Make anayeendesha ligi yetu ni Simba. Anayeendesha ligi yetu ni nani? Ni Simba. Sasa na sisi hatuko tayari. Ndio maana tunakuwa na uongozi wa bodi ya ligi. Wanafanya kazi gani? Watuambie viongozi wa bodi ya ligi wanafanya kazi gani? Kama wameshindwa majukumu yao, ndio maana tuliwaambia watoke. Waje wengine ambao wanaweza kuendesha. Waandishi, siju kama mmenielewa vizuri. Nimekuelewa, swadakta kabisa. Vizuri. Nimekuelewa vizuri kabisa. Umeona shida kwamba ilipo? Tumeona. Umeona sisi tunapongangania ni wapi? Ndio. Tusifike sehemu tunaanza kutengeneza vichaka. Tusifike sehemu kuanza kutengeneza nini? Vichaka. Tufike sehemu tuende kama vile tunavyotaka. Kwamba ligi yetu ni bora barani Afrika namba 4, basi ionyeshe ubora huo. Dabi yetu ni ya 4 barani Afrika, ionyeshe ubora huo. Tusio tunaonyesha ubora huo wakati ndani yake kuna madudu. Hatuwezi kufika. Sawa kabisa. Na ndugu yangu hapa, una lolote la kuongezea kuhusiana na swala hili linaloendelea? Hapana. Na mzee, tukimalizia kwako, kutokana na haya yote ambayo yanaendelea hivi karibuni, kutokana na sakata zima, labda unadhani labda vikao vinavyoendelea, unatamani sana nini kijadiliwe na kifikiwe mwafaka katika hili, kuonyesha kwamba tunaweka msimamo katika mchezo wetu wa mpira wa miguu na soka letu likuonesha kwamba limefikia namba 4, basi lionyeshe ubora wa kukua. Kwa upande wako, mwafaka gani unataka ufikie? Mimi kabla yote kwanza nataka bodi ya ligi na TFF yake ivunjwe. Kwa sababu hao ndio chanzo cha matatizo. Alafu tufate kanuni. Mwenye haki yake apewe. Basi. Asante sana. Naam. Ndo hayo ndo alikuwa maoni hapa ya washikadau wa michezo katika eneo hili la Jangwani. Wamezungumza mengi sana hapa kama jinsi ulivyosikia, na katika yote waliozungumza ni kwamba wameona bodi ya ligi imefanya makosa ya kutokuwa na msimamo na kuionyesha timu moja na upendeleo zaidi kuliko timu nyingine. Na swali la kujiuliza kwamba vipi kesho tatizo likatokea kwa KMC Tabora na timu nyinginezo zilizokopo chini, nini kitaamuliwa kufikia haya? Lango jina ni Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas kutoka Gavo TV. Nikukumbushe tu usahau kulike, kusubscribe na kucomment katika kurasa zetu za kijamii ili kupata vipindi vizuri vinavyoendelea. Bye bye. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.